na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tafadhali naomba tuketi. Yeah.
Neno la Mungu limeandikwa hivi: kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Amen. Karibu Roho Mtakatifu, yeye mwalimu mwema, ufundishe yanayotupasa kutenda. Tuandamane tuende Galilaya, tuandamane tuende Galilaya, tuandamane tuende Galilaya, tuandamane tuende Anasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Kuna mambo matatu hapa ambayo yametajwa ya msingi sana, ukiachana na ile mstari wa kwanza huu B. Huu mstari wa kwanza A, kuna mambo matatu ya msingi yamezungumzwa hapa. Jambo la kwanza kupenda, jambo la pili mafundisho, jambo la tatu maarifa. Kupenda ni kuamua kwa hiari kutaka kufanya jambo bila kulazimishwa. Sasa ninatafsiri kulingana na muktadha wa somo letu. Sika niambie ndio maana ya upendo hiyo, kulingana na somo husika. Neno hili lililotumika hapa kwa maana ya kupenda lina maana kwamba kuamua, lakini pia kufanya kwa hiari. Unapofanya jambo kwa hiari ama kwa maamuzi yako, utalifanya kwa kutaka, utalifanya kwa moyo, utalifanya kwa hiari bila kulazimishwa. Kwa hiyo anasema apendaye mafundisho, huyu matokeo yake atapata maarifa. Ndugu zangu wapendwa mnaohitimu, bila shaka kabla hamjafika na kujiunga na chuo, kwanza mlipenda mafundisho, kwamba natamani nifundishwe, nikishafundishwa nipate maarifa, na hayo maarifa yaje yanisaidie mbele ya safari. Kwa maana hiyo kwamba mafundisho ni elimu, na hiyo elimu huzaa uzoefu, na uzoefu huu huja kwa sababu tunajifunza kulingana na watu mbalimbali waliofanya mambo makubwa. Lakini pia uzoefu huo huja kwa sababu ya tunajifunza ubunifu kutoka kwa vitu mbalimbali ambavyo wengine walifanya na wakafanikiwa. Lakini huo uzoefu hupelekea kujitambua. Maana kwanza umefundishwa, umepata elimu, ulipopata elimu ukajitambua kwamba kumbe mimi nipo duniani nina kusudi. Na baadaye ukishapata kujitambua, kinachofuata ni kuzinduka sasa, kuanza kutembea. Unapofikia hatua ya kuzinduka kwamba kumbe kuna mahali nilifungwa nilikuwa sijui, ndipo maarifa huanza kuja. Unapopata maarifa, kinachoanza kuenea ni ujuzi wa kuyatendea kazi yale maarifa ambayo umepata.
Ndugu zangu, tuna uhakika kwamba mmefundishwa, na baada ya kufundishwa mmepata elimu, mmepata uzoefu, mmejitambua. Na kwa kuwa mmejitambua, sasa mmezinduka. Kwa sababu mmezinduka, sasa mmeshakuwa na maarifa, na hayo maarifa yakawasaidie ninyi kuwa wajuzi wa mambo mbalimbali. Na msiishie kuwa wajuzi, pia kuwa wabunifu. Na mtakapokuwa wabunifu, mfanye vitu vilivyo bora. Mkifanya vitu vilivyo bora, msababishe maendeleo makubwa kwa maisha yenu wenyewe binafsi, kwa jamii itakayowazunguka, kwa taifa, lakini pia kwa kanisa. Msababishe maendeleo kwa sababu kwanza mlipenda kutaka mafundisho. Mlipotaka mafundisho, mmepata maarifa. Hayo maarifa yawasaidie ninyi wenyewe kwanza binafsi kwa maisha yenu, lakini pia isaidie jamii itakayowazunguka, isaidie taifa, isaidie kanisa na mambo mengine na kada zingine. Haya yote huleta maisha mazuri kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mkitumia vizuri mafundisho mlioyapokea na maarifa mlioyapata, baadaye tunatarajia kwamba mtakuwa na maisha mazuri, kwa sababu mlichokifanya na mlichokipata kimeleta manufaa kwenu, lakini pia na sisi wengine ambao tutakuwa tunawazunguka. Si tu Bye.
wenzetu kwa ajili ya basi kule. Karibu ni wimbo ambao unaweza kwenye line. Sehemu ambayo tutaona kazi ambazo wamefanya wanaosoma fani ya uchomeleaji. Lakini wanaosoma fani ya uchomeleaji wana faida mojawapo. Unaposoma fani ya uchomeleaji kwa hapa sasa, utasoma uchomeleaji lakini pia utasoma mechanics na unasoma useremala. Kwa hiyo kwa mfano vitu vilivyopo humu ndani kwamba wanachomelea, lakini pia baada hapo wanawekea kwenye mambo ya useremala, wanawekea wao wenyewe. Mojawapo ni hizi kazi ambazo mnaziona hapa wamefanya hawa mwaka wa 3 ambao wanamaliza. Wangekuwepo hapo itakiwa kila mmoja aeleze kwa jinsi walivyofanya, lakini kwa sababu ya muda wameenda kubadilika huko, kwa tumeamua tuendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wametengeneza mojawapo ni hii, ni seti ya chakula ambayo ina viti vyake pamoja na hii meza. Hii meza faida yake ni kwamba kama ukikaa hapa basi unaweka sahani hapa. Nafikiri unaweza kuona wakitoka, lakini hivyo ni seti za ofisi. Lakini hapa nyuma pana kitanda. Lakini pale pana kabati. Lakini hapa kuna vitanda vya shule. Kwa hizi kazi ni mojawapo ambazo wamefanya, lakini wamefanya kazi nyingi sana. Kwa hiyo kwa upande wa sisi kama kufundisha, kwa kweli tumefundisha na tunaamini wameiva, kwa sababu kazi hizi wamefanya wenyewe na uzuri wake wapo. Kwa kama una mtoto ambaye yuko kama kuja kama mzazi, unaweza kumuuliza hivi kazi wamefanya wenyewe kwa mikono yao wenyewe. Hatujafanya sisi, hatujafanya kama mimi mwalimu, ila wamefanya wao. Wilaya ya Wanging'ombe wamekuwa tena nyingi sana. Hebu eleza shule ambazo zimepata Tengeneza vitanda pamoja na madawati kama haya. Leo mpendo mgeni ukienda pale Dugange Sekondari kuna madawati kama haya yametengenezwa kwenye chuo chetu hapa. Basi nitaka mpate picha kwamba hata serikali yetu hususani wilaya yetu ya Wanging'ombe, shule na taasisi zote za elimu basi zinapata fursa zake kama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi binafsi nipongeze mwalimu pamoja na timu yako yote kwa kufanya jambo kubwa kama hili. Hata mzazi yote ambaye akisikiliza hapa ataona kumbe hata nikimleta mtoto katika mazingira haya, mbona nimleta sehemu sahihi. Ujuzi ataupata sio ule wa kinadharia kama wanaosoma kule shuleni. Anaondoka na ufundi uliokamilika. Akienda kwenye mazingira yetu kule anajiajiri moja kwa moja. Ama wakati mwingine pia anaajiriwa. Siku hizi kuna kampuni zinafanya vitu kama hivi, wao wanachukua tenda, wanawalipa wale vijana wanaofanyaje? Wanaotengeneza hivi vitu. Hicho cha kwanza mimi nakupongeza. Awali wakati umeanza kuelezea kuna kitu ulikizungumza kwamba wanaofanya fani ya uchomeleaji wananufaika na fani zingine. Ukasitaja mmoja wapo ni useremala. Kwa maana hiyo mzazi akimleta mwanae hapa kuja kujifunza uchomeleaji, hata ondoka na uchomeleaji peke yake. Sasa mimi nilitengeneza swali pale. Ada analipia ile ile ya uchomeleaji au kwa kuwa anasoma na useremala na vitu vingine atakiwa ongeze hela? Bana, ada ni moja. Hata kama umekuja kusoma useremala ili vingine inakuwa ni ziada, ila wewe ukikataa, lakini inakuwa ni ziada. Hata kama umekuja kusoma mechanics, sisi tunakupa option usome na welding na useremala kwa ada moja. Asante sana. Swali la mwisho na kwa ajili ya uelewa wangu mimi binafsi na wananchi wote walioko hapa, tunapenda tujue thamani ya hii seti hapa ni shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hii seti vitu pamoja na hiyo meza ni 5,500. Lakini kuna vile viti kimoja 95. Lakini kuna madawati haya 77 seti. Nataka kusogeza maana huko akionekana. Hiki ni 95,000. Vina vipira pale chini, kwa hiyo havitaharibu sakafu. Viko vizuri kabisa.
swali jingine. Kwa majina ninaitwa Esther Msengilema, ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza fani ya umeme. Niko mbele yenu kuelezea kuhusu umeme. Umeme ni mtiririko wa electroni kupitia vipitishi vizuri kama maji, waya, kopa, silver na chuma. Pia kuna faida mbalimbali za umeme. Umeme unatumika kupikia, unatumika pia kuendesha shughuli mbalimbali za kijasiriamali kama ufugaji, na pia umeme unatumika hospitalini kwa ajili ya kuendeshea mashine mbalimbali za X-ray, pia mafriji ya kuwekea dawa. Pia umeme unatumika kupatia mwanga. Pia umeme mbalimbali endapo hatutautumia vizuri na kwa usahihi, ambapo haya madhara ni umeme unasababisha vifo, pia sababisha athari za kiafya endapo mionzi ya umeme itakuwa ni mikali. Pia kuna jinsi au namna ya kuzuia haya madhara, ambazo ni pima mfumo wako wa wiring mara kwa mara. Pia kabla ya kwa wiring mpya, pima mfumo wako wa umeme kabla ya kuruhusu umeme kuanza kupita. Pia zima vyanzo vya umeme unapotaka kufanya marekebisho yoyote ya umeme. Pia katika umeme kuna vyanzo mbalimbali vya umeme. Karibu mtu aliyoandaliwa kwa ajili ya kuelezea vyanzo vya umeme. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina naitwa Disma Obadia Mnyugwe, ni mwanafunzi katika chuo cha ALTC mwaka wa kwanza fani ya umeme. Siku ya leo tutazungumzia kuhusu vyanzo vya umeme, na katika hiyo vyanzo vya umeme tumechagua kimoja ambacho ni moja kati ya vyanzo vya umeme. Kwanza, vyanzo vya umeme, kuna vyanzo vingi vya umeme, lakini nitakavyovitaja ni baadhi. Kuna umeme wa biogas, kuna umeme wa jua, kuna umeme wa maji, pia hata wa mvuke. Siku ya leo tutazungumzia umeme wa maji ambao ni hydroelectric power kama mnavyoona. Kutoka kwenye chanzo cha maji, chanzo cha umeme ambako unazalishwa. Hili ni bwawa, mfano wa bwawa unapozalishwa umeme. Hii hapa ni step up transformer. Hizi hapa ni high transmission poles kwa ajili ya kusafirisha umeme umbali mrefu. Pia hii hapa ni step down transformer. Hii hapa ni mfano wa kiwanda ambao tumetumia. Pia hapa ni kwa mtumiaji wa mwisho. Tukianza kwa maelezo kwa undani zaidi. Toka hapa kwenye bwawa ambapo zinazalishwa kilovolt 11,2115 megawatts. Kutoka hapa zitaingia kwenye step up transformer ambapo zitaingia kilovolt 11 na zitatoka 132 kilovolt. Kutoka hapa zitasafirishwa kwenye hizi high transmission poles ambayo inaitwa high transmission line. Zitafika mpaka hapa kwenye step down transformer. Ambayo hii step down transformer inaingiza 132 kilovolt na kutoa kilovolt 11. Hapa kuna line nyingine inayoelekea kiwandani, na pia kuna line inayoelekea kwa mtumiaji wa mwisho kwenye transformer ya distribution. Tukianza na hapa kwenye kiwanda.
umeme unaotoka kule kwenye step down transformer utaingia kwenye hii step down transformer nyingine ambayo inapokea kilovolt 11 na kutoa kilovolt 1 kwa ajili ya matumizi ya kiwanda. Na hichi kiwanda ni kwa ajili ya matumizi yale makubwa kama kiwanda cha kuyoshea chuma au cha kutengenezea saruji. Hapa kuna line nyingine ambayo inaenda kwenye hii distribution transformer. Hii itaingiza kilovolt 11 na kutoa kilovolt 415 ambayo volt ambayo ni 3 phase na hadi 220 ambayo ni single phase. Kama mnavyoona hapa iliingia hapa huu umeme tayari kwa matumizi ya nyumbani. Tunaposema 3 phase ni nini? 3 phase inakuwa nyaya tatu zenye moto na moja ni neutral. Pia tunaposema single phase unakuwa waya moja una moto na mwingine unakuwa hauna moto, ndio maana 3 phase single phase. Asante kwa kunisikiliza katika hii hydroelectric power station, jinsi umeme unavyoletwa kutoka kwenye chanzo mpaka kwa mtumiaji wa mwisho. Karibuni msikilize tena katika mfumo wa hostel wiring system. Mfumo unaofungwa kwenye mabweni ya wanafunzi kwa ajili ya usalama au kulinda mabweni. Mfumo huu ni mahususi sana kwa kufungwa kwenye mashule kutokana na ufanisi wake na ustadi wake wa kufanya wiring. Kama tunavyoona huu mfumo wetu hapa una hii mfumo wa hostel wiring system. Kwanza kutakuwa kuna chumba cha matron ambacho kitakuwa kina master switch kinachoweza control taa zote za vyumba vingine. Tukianza na hii switch ya kwanza. Hii ni master switch ambayo ina uwezo wa kuzima mfumo wote wa taa hizi. Kwa mfano kwenye tumechukulia hii jengo letu lina vyumba 5 vya kulala na hiki chumba kimoja ni cha matron au patron. Kwa hiyo matron hapa atakapo zima hapa mfumo mzima kule utazima. Hii switch namba 2 ni kwa ajili ya chumba cha matron. Kwa hiyo hata kama yeye atazima mfumo mwingine huko, yeye ana uwezo wa kuendelea kutumia kwenye chumba chake mwanga au vifaa vya umeme. Hii switch namba 3 ni kwa ajili ya kucontrol hizi switch hizi taa zingine kwenye vyumba tofauti tofauti, kama labda wakati wa asubuhi wanafunzi wengine labda wameamka, wengine hawataki kuamka, wamezima taa. Matron akiwasha hii switch, hizi taa zote zitakuwa zipo on. Kwa hiyo mwanafunzi yote hataweza kuzima, au kama anataka kukagua labda wanafunzi wengine wamezima taa wamejificha, akiwasha hii hataweza kuzima. Hebu tuone jinsi inavyofanya kazi. Jinsi inavyofanya kazi. Nimesema kwamba hii switch ya kwanza ni master switch ambayo inaweza kuwasha taa huko na au kuzima mfumo mzima. Kama hii taa ipo on na kwenye chumba hichi namba 2 ipo on na ipo on. Wakati wa usiku labda akitaka kuzima hizi taa bila kwenda kufuata kule kwenye vyumba vyao, atazima tu hiyo. Maana akishazima huku taa zote zitazima, hata kama akijaribu kuwasha haitawaka, labda anataka afanye gorofa ya utundu haitawezekana. Hii switch namba 2 ni kwa ajili ya matron. Kwa hiyo hata kama hii itakuwa imezima, yeye pekee yake kwenye chumba chake ana uwezo wa kuwasha na kuzima bila kuasiliwa, lakini kwenye vyumba vya wanafunzi hakitakuwa na uwezo wa kuwasha au kuzima. Hii nyingine ni kwa ajili ya kuwasha tu hizi huku, endapo labda kuna mwanafunzi anafanya ugorofi au kuna shida au labda hawataki kuamka ni mapema asubuhi. Kwa akiwasha hii hapa, huku kote zitakuwa on, hata wakijaribu kuzima hizi taa hazitaweza kuzima. Kama mnavyoona mfumo wetu ndio huu. Kwa hiyo kwanza inarahisisha ulinzi, pia udhibiti wa umeme. Endapo mwanafunzi mwingine alikuwa anasoma akasinzia akawa amelala, uweze ukafuata kila chumba, labda vyumba vipo 50, uweze ukafuata kila chumba kuzima umeme. Unaweza ukazima tu kwa kutumia hiyo, lakini kwenye chumba cha matron kunakuwa kuna ulinzi, yeye ana uwezo wa kuwasha au kuzima kwenye chumba chake. Majina anaitwa Numisha Kali, mwanafunzi wa chuo cha Imbula mwaka wa kwanza fani ya umeme. Nipo mbele yenu kuzungumzia photocell sensor na ufanyakazi wake. Kwanza lazima tujue photocell sensor ni nini. Photocell sensor ni kiasi cha mwanga.
hichi kisi cha mwanga ni kifaa ambacho kinatumia umeme ili kutambua kiwango cha mwanga. Pia hii photocell sensor kazi yake kuu ni kuwasha taa wakati wa usiku na kuzima taa wakati wa asubuhi unapopambazuka. Pia hii photocell sensor inatumika majumbani, hospitalini na sehemu nyingine ambapo kuna urahisi wa kufanyika kazi. Pia hii photocell sensor inatumika kuwasha taa za barabarani moja kwa moja wakati wa usiku na kuzima taa wakati wa asubuhi. Pia hii photocell sensor ina faida nyingi sana. Baadhi ni kuongeza usalama. Pia nyingine ni kuongeza usalama au kupunguza usumbufu wa kuwasha na kuzima. Sasa tuone jinsi inavyofanya kazi. Hii hapa ni lambo nyeusi ambayo hii tutatumia kama ni giza au ni wakati wa usiku, ambapo tukiweka kwenye hichi kifaa chetu taa zinawaka. Ni kama hivi. Taa hapa zinawaka. Lakini kisha toa hii lambo yetu ambayo tumetumia kama mfano, taa zetu baada ya muda mfupi zitazima. Tunathamini uwepo wenu na muda wenu wa kusikiliza. Asanteni sana. Asante sana. Hivyo kwa sasa tunakaribisha kama kutakuwa kuna maswali ya namna kuweza kujifunza. Baada ya hapo tuendelee na ratiba. Karibu. Karibu. Bado wako mwaka wa kwanza lakini system yote wanafanyaje? Wanaifahamu. Kuwazawadia. Kozi hii ni kozi mpya, imeanza tu mwaka huu na mnaona matunda yake. Mwalete vijana. Serikali yetu sasa imesambaza umeme kila mahali. Tutawakosa mafundi msipowaleta vijana. Lakini mwalimu wao ametulia kimya kama hayupo. Naomba mumtambue na mwalimu wao. Tafadhali uje kitambulisho. Maana unaweza kusema hawa wanafunzi. Kwa majina anaitwa Mwalimu Samueli Ngilangwa. Karibuni sana. Lakini kingine nilikuwa naomba kikubwa, nafikiri asingekuwa mlikuwa mjui kwamba hapa tuone tunaendesha mafunzo ya umeme. Lakini kikubwa tunaombeni jamani tenda za umeme. Ili hao wanafunzi wajue zaidi lazima wafanye kazi. Bila kufanya kazi sawa na hakuna. Kwa hiyo tunaombeni jamani tenda. Kawafanyia kwa bei rahisi. Asante sana. Wanaweza asifiwe. Karibuni sana. Mimi kwa majina ninaitwa Mwalimu Bariki Wilson Katigasa. Ndiye mwalimu wa useremala kwenye hiki kiwanda. Hiki kiwanda kimeanza kazi mwaka huu 2025 mwezi wa 3. Kwa maelezo ya furniture zote ambazo zilikuwa wakizisupply au wakizitoa kwenye hizo shule ambazo wameendeleza pale, ameeleza mkuu wa chuo pamoja na mkurugenzi, zote zimekuwa zikitengenezwa kwenye kiwanda. Kama tunavyokiona kuna mashine kama hizi tunavyoziona ziko ndani. Naomba nianze kueleza mashine hii hapa. Hii mashine inaitwa circular saw machine. Kazi ya hii mashine ni kukata mbao pamoja na chana. Alafu kuna mashine nyingine iliyo mbele yetu hapa. Hii mashine inaitwa thickness machine. Hii mashine inaranda mbao juu pamoja na chini. Alafu kuna mashine hii hapa. Hii mashine inaitwa molding machine. Ni mashine ambayo inatengeneza urembo wa aina mbalimbali. Kwa hiyo furniture yote unapoitengeneza ukitaka kuimodify au kuitengeneza hiyo na urembo, basi unatumia mashine hii hapa.
Alafu pia kuna mashine nyingine iko hapa mbele yetu. Hii mashine inaitwa combination machine, ni aina ya mshina. Inafanya kazi zaidi ya 3. Ukiangalia hapa inaweza ikachana, inaranda na pia inatoboa. Pia kuna mashine nyingine iliyo mbele yetu pale pia. Haina tofauti sana na hii hapa. Lakini hii hapa ni kubwa zaidi kidogo ya hii pale. Kazi yake ni ile ile. Hii nayo pia ina kata mbao pamoja na mshana. Kwa hiyo hata furniture ambazo tumeziona pale zimetengenezwa kwenye kiwanda hapa. Karibuni sana. Kama kuna swali naomba nikaribishe. Karibu. Labda wageni tutanyongeza ili kumjengea uwezo mwanafunzi kuwa na soko. Tumeongeza hii fani ya useremala kwa mwanafunzi atakayekuwa anatengeneza samani kwa kutumia chuma, kama tulivyoziona zile frame za chuma, au ina uwezo wa kumaliza mpaka hatua ya mwisho. Tofauti sasa ingekuwa anaweza kuchomelea frame ya chuma akatafuta fundi mwingine kwa ajili ya kumalizia ubao. Kwa hiyo fundi atakayetoka hapa kama amesomea welding anatengeneza furniture, atakuwa na uwezo wa elimu ya msingi ya useremala, yaani kumalizia kufunga mbao na kila kitu, ila wewe na soko zaidi. Asante. Na karibisha kama kungekuwa kuna labda kuna maswali pengine ya ufahamu. Karibuni. Katika ulimwengu wa leo ushindani ndio kila kitu. Viwanda kama hivi sio kwamba kiko hapa. Nadhani kwa Ilengula kiko na kijiji. Sasa na ili ushinde soko au mpate mteja, lazima unakuwa na bidii ya kuhakikisha unamshinda. Nashaka kuzani wapo. Ni mbinu hizi ambazo tunawafundisha. Karibuni sana. Hapa tulipo ni darasa la kompyuta, na hapa wanafunzi wataeleza kitu ambacho walikwisha kiandaa ambacho wanataka kuweza kutusaidia kwa siku hii ya leo, na pia kuweza kuwapa elimu ambayo tunatakiwa pia mfahamu. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wanafunzi waweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa John Mwinyi, mwanafunzi katika chuo. Sauti tafadhali. Kwa majina anaitwa John Mwinyi, ni mwanafunzi katika chuo. Katika chuo chetu ukiacha na fani ambazo tunasoma ikiwemo umeme, ufundi magari, uchomeleaji, pia tunajifunza kompyuta. Hii kutokana na kwamba kompyuta ina muhimu sana katika sisi mafundi. Hivyo basi leo tutaenda kuangalia mambo machache yanayohusiana na kompyuta. Kwanza kabisa tutaanza na kuona maana ya kompyuta. Tunapozungumzia kompyuta tunazungumzia kitu gani? Lakini cha pili tutaenda kuona faida za kompyuta katika ufundi. Lakini cha tatu tutaenda kuona makosa yanayofanywa na watumiaji wa kompyuta. Inaweza kawa mimi au wewe mjumbe, makosa ambayo tunafanya katika kompyuta kwa kutambua au kutotambua. Tukianza na maana ya kompyuta. Tunapozungumzia kompyuta ni nini? Kompyuta ni kifaa kinachotumia umeme kupokea, kuchakata au kuchambua, pia kuhifadhi na kutoa taarifa. Pia kuna mfano kadhaa ya kompyuta. Mfano wa kwanza wa kompyuta na kompyuta desktop. Tunaposema kompyuta desktop ni hizi kompyuta za mezani kama mnavyoziona hapa. Hii ni kompyuta desktop. Hizi ni kompyuta ambazo zinatumiwa sana maofisini, pia pamoja na shuleni kwa ajili ya kujifunzia. Lakini kuna mfano mwingine wa kompyuta, kompyuta laptop au unaweza kusema kompyuta mpakato. Hii ni kompyuta ambayo inatumiwa kwa ajili kama chombo cha mawasiliano, pia
kama kifaa cha kuhifadhia taarifa. Lakini pia kuna kompyuta tablet au kwa lugha nyingine unaweza kusema kishikwambi. Hii pia ni aina ya kompyuta ambayo inatumia kama chombo cha mawasiliano, pia kama chombo cha kuhifadhia taarifa. Lakini kuna aina nyingine ya kompyuta ambayo inaitwa smartphone au kwa lugha nyingine tunasema simu janja. Hizi wengi tunazitumia. Hii pia ni aina ya kompyuta ambayo inatumika kama chombo cha mawasiliano, pia kutunza taarifa za mtu binafsi. Tukiachana na maana ya kompyuta, tuje tuone faida za kujifunza kompyuta katika ufundi, au tunaweza kusema faida za kujifunza kompyuta kama sisi mafundi. Kwanza kabisa, hii inatusaidia kutunza taarifa au nyaraka mbalimbali. Hii ni kutokana pale tukiwa kama mafundi tumesha hitimu mafunzo yetu, tumefungua ofisi yetu. Kompyuta inatusaidia kuweza kuhifadhi taarifa zinazohusiana na ufundi, ambao zinahusiana na bidhaa tunazozalisha, pia bidhaa tunazoziuza. Kwa zile taarifa pamoja na nyaraka zote zitakazokuwa zinahusiana na huo ufundi tutakuwa tumehifadhi kwenye kompyuta. Lakini pia inatutanulia wigo wa ajira kama sisi mafundi. Hii ni pale kwamba tutapokuwa mafundi tumeshamaliza au tumeshahitimu mafunzo ya ufundi, kompyuta inatusaidia sisi kututanulia wigo. Inaweza ikawa kama ulikuwa unahitaji wafundi au anajua kompyuta, hivyo sisi kama mafundi itatupa kipaumbele kupata ajira. Kwa hiyo hii kompyuta inaweza kututanulia wigo kwa ajira kwa sisi mafundi. Lakini pia kompyuta inatusaidia kuongeza ujuzi na maarifa katika tasnia ya ufundi. Hii ni kutokana na kwamba fundi wa sasa na ufundi wa zamani umeenda. Fundi wa sasa ni fundi ambao unahusisha na kompyuta. Mfano kama mfumo wa sasa wa gari, kuna mfumo ambao umeunganishwa moja kwa moja na kompyuta. Hivyo kama fundi utakuwa unajua kompyuta, hii inaweza kukupa urahisi sana kwa kufanya kazi katika ufanisi unaohitajika. Pia kompyuta inatusaidia kuboresha ulinzi. Hii ni kutokana kama mafundi tumeshahitimu, tumefungua ofisi yetu, hii inaweza kutusaidia sisi kuboresha ulinzi kwa kazi zetu pamoja na mazingira yetu kwa kufunga kamera ambazo kamera zitakuwa zinaonyesha moja kwa moja kwenye kompyuta. Hii inaweza kuboresha na kuimarisha ulinzi wa mali pamoja na mazingira yetu. Ndugu wajumbe, tukiachana na faida za kompyuta, tuje tuone makosa yanayofanywa na watumiaji wa kompyuta. Yapo makosa mengi yanayofanywa na watumiaji wa kompyuta, ikiwemo na makosa yafuatayo. Kosa la kwanza ni kutokuhifadhi nakala ya data au nyaraka zako, au tunaweza kusema backup files. Hii ni kwamba baadhi ya kompyuta hazina uwezo wa kuhifadhi nyaraka kwa muda mrefu, hivyo basi tunashauriwa kuhifadhi nyaraka zetu kwenye vifaa kama ifuatavyo: flash disk, ambayo hii wengi tunaitumia. Hii inaweza kusaidia kutunza nyaraka mbalimbali, ili ikitokea kompyuta yako imepata hitilafu au haifanyi kazi, zile taarifa zako zote zitakuwa bado ziko salama. Lakini pili, kuna external hard disk, ambayo pia hii inaweza kutusaidia kutunza taarifa kama ikitokea kompyuta haifanyi kazi au imeharibika, taarifa zako zote haziwezi kupotea, unaweza kuhifadhi taarifa kwenye external disk. Lakini pili, pia kupitia mitandao ya Google Drive, Dropbox au OneDrive. Huo ni mfano mojawapo wa Google Drive, lakini pia huu ni mfano wa Dropbox, lakini pia huu ni mfano wa OneDrive. Lakini pia kosa la pili ni kufungua faili zinazokuja kwa barua pepe. Tunaposema kwa barua pepe, kwa lugha nyingine kwa tunasema Gmail. Hii ni kosa
mkuu wa shule Emmanuel Girls Secondary School. Sasa kama alivyosema mkuu wa chuo pale alitambulisha, kituo hiki kiko chini ya kituo cha elimu Emmanuel ambacho ningesema kina vitengo viwili au vitengo viwili, sio vitengo viwili. Tuna Emmanuel Girls Secondary School na tuna Ilembula Lutheran Vocational Training Center. Hizi taasisi mbili ndio zinaunda kitu kinachoitwa Emmanuel Educational Center au kituo cha elimu Emmanuel. Ule kuna mkuu wa shule ametuma makamu wake Madam Mlowe, ambapo kuna sasa niombe na mkuu wa chuo hapa usimame na kutambulisha maana ndio kituo cha elimu mkuu wa chuo. Na makamu wako, msaidizi wako? Asante, yuko pale. Hapo timu imetabirika. Pia tuliwaandika majirani zetu. Hawa ni IRVTC. Hawa ni Roman Catholic hapo. Wapo? Ndio. Karibu sana, asante kwa ushirikiano. Hospitali yetu kuna zaidi ya mhasibu aliyetambulisha. Ndio unawakilisha hospitali pia, asante. Kutoka chuo chetu cha IHAS. Karibu sana, karibu chetu liko pale, karibu sana, tunashukuru sana kwa ushirikiano. Halafu kuna Good Hope Secondary School. Karibu sana, asante sana, karibu sana. Halafu kuna Eggs. Karibu sana, asante sana. Kutoka ofisi yetu ya diocese, naomba ni kabla ya diocese, lakini mkuu wa chuo alitaja maili. Sasa tunaposema maili kuna Makambako na Ilembula, na wale wakuu wetu wa majimbo Makambako na Ilembula tunawaita wenye viti wenza wa maili, yaani muungano wa Makambako na Ilembula. Sasa hapa tunaye mkuu wa jimbo la Ilembula ambaye ni mwenyekiti mwenza. Karibu baba, ngao Samia, na ndiye aliyeongoza ibada ya leo. Lakini tunaye makamu wa mkuu wa jimbo kutoka Makambako, mwenyekiti mwenza. Karibu sana baba. Anaitwa mchungaji Mpolo, huyu mwingine anaitwa mchungaji Mpimbi. Wana watendakazi katika ofisi zao, ambapo kule Makambako tunaye katibu wa jimbo, bahati mbaya hajafika, lakini yule wa Makambako ni katibu wetu wa maji. Huyu wa Ilembula ni mtunza hazina wetu wa maji. Naomba tafadhali wa katibu wa jimbo la Ilembula, ni katibu wa jimbo la Ilembula Mjesi Kibiki, lakini ni mtunza hazina wetu wa maji. Asante sana. Sasa naomba nitambulishe ofisi yetu ya diocese. Kabla ofisi ya diocese kusema, chuo hiki kina bodi. Bahati mbaya mwenyekiti wa bodi leo hii ndugu yetu Obed Sigara, yeye ana harusi ya mtoto wake. Maana hata mkuu wa jimbo la Makambako hajafika leo. Lakini tunao wajumbe wake. Tafadhali wajumbe wa bodi mlioko msimami. Na mzee Judike pale ni mjumbe wa bodi ya chuo hiki. Basi sasa nitambulishe ofisi yetu ya diocese. Tunaye tunza hazina wetu wa diocese. Karibu sana wasalimia. Lakini katika itifaki yetu ya kanisa, hizi taasisi za elimu zote za Dayosisi ya Kusini, hasa hizi zinazohusiana na secular education, tunaye katibu wa elimu ambaye ndiye anaratimisha taasisi zetu zote za elimu kuanzia chuo hiki cha IHAS, Kilugara. Naomba sasa wewe baba, ili wakufahamu vizuri, useme kidogo tafadhali. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi,
nifahamike kwamba sasa hivi serikali imefanya maboresho ya mtaala toka mwaka 2023 ambapo elimu yetu inagawanyika katika sehemu mbili. Kuna kitu tunakiita elimu ya amali, hawa jamaa wamesoma elimu ya amali. Alafu kuna elimu ya jumla, ile ndio kuna ufundi hakuna unachokitengeneza. Tunaondoka kutoka kutoa elimu ya theory, yani dhana ya nadharia, kuelekea kwenye vitendo, na hilo chuo chetu kimeanza kutekeleza. Nilikuwa nanong'ona na mkurugenzi nikasema, jirani zenu ELIS ambao hawana vifaa mlivyonayo, mkiingia ubia ELIS wa form 1 ambao mwaka huu wanasoma masomo ya amali na vile vifaa mnavyotumia nyie havipo, mkiingia makubaliano mazuri, wale watoto watakusoma somo lao la amali, watakwenda mpaka level 1, level 3, watakufika form 4 wanakuwa wamepata cheti cha ufundi kama hawa. Kama wanataka kuelekea kwenye mlengo wa ufundi, wataenda level 4 kwenye chuo kinachofanana na hiki mahali pengine, watasoma level 4 na level 5. Wakifika level 6 wanapata diploma ya elimu ya amali. Wakitoka hapo watakwenda tena kwenye chuo kinachofanana na hicho, watasoma hatua inayofuata ya 7, ya 8 na ya 9. Watakuwa na degree kama ambavyo wengine wanapata degree za elimu nyingine. Na nasema haya kwa sababu wazazi wakiambiwa mtoto wako sasa anasoma masomo ya amali kwenye zile shule zetu zinazalirudishia jambo haraka iwezekanavyo. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba hiki walichokipata hawa kina maana kubwa. Hata rudi nyumbani kwako baba kuomba hata senti moja, kwa sababu yeye ni fundi na mnaona vile wanavyotengeneza. Kwa hiyo tuone kwamba serikali inapotupeleka huko tusione kwamba tunapotea. Ni hivi juzi tu niliitwa na watu wa NACTVET Dodoma kuelekezwa namna gani vyuo hivi na watoto wanaosoma mlengo huu watapata degree mpaka PhD. Ina maana hata chuo cha IRAS tukifanikiwa sisi kutekeleza yale matakwa ya serikali yanayotutaka tufanye, IRAS watatoa degree inayoendana na taaluma hiyo, maana hao ni ufundi. Na vivyo hivyo chuo chetu cha amali. Kwa hiyo hawa sasa, kama ukusoma form 4, ruksa kusoma form 1 mpaka form 4 kwa mfumo mwingine, utapopata cheti kile unaunganisha na hiyo na kwenda level 5, level 6 mpaka degree, mpaka wataposema hakuna darasa tena huko mbele. Tumeelewana wazazi? Kwa hiyo hawa hawajapotea na wala hawapotezi. Nilisema kule kimtamita wasichana ambao alikuwa mmoja nilikuwa najua. Maana yangu nilitaka kusema hebu tulete wasichana wasome hapa. Na amini mkuu wa chuo anajua ufundi hauna umri. Humu ndani kuna mabinti wengi sana ambao wanaweza kaja hapa akasoma akarudi kulea familia yake akiwa na ufundi wake, ufundi umeme, ufundi magari. Mara siku hizi na mama anaendesha magari, lakini mafundi magari pia. Pale Njombe tuna mama mmoja ameshastaafu Romani, anashusha gearbox kama ambavyo wanaume wanashusha. Kwa hiyo tuhamasishe binti zetu kwenye majimbo yetu haya ya Makambako na Ilembula, lakini na kwingineko, ili waje hapa watumie hizi fursa. Hivi vifaa vikibaki havitumiki ni sawasawa na yule ambaye alipewa talanta akasema talanta yako mimi naifukia. Hebu wana Ilembula na majirani zenu tusifukie talanta. Nilipenda niseme hili. Sasa sije kawa niliwasahau, watu wametupunguza vizuri sana kwenye ibada. Wanakwaya wataje tupungiane mikono. Kwaya zote zilizopo tafadhali. Amina, amina, nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Lakini kipekee sana na waheshimiwa madiwani ambao wako wawili mahali hapa. Naomba tafadhali msimame. Kata diwani, mheshimiwa diwani kata ya tafadhali. Oh, karibu sana. Asante. Mia. Ndio bwana. Asante tuongizi. Hongera sana. Asante sana kwa ushirikiano. Tumekuwa tukishirikiana tangia vipindi vyote vilivyopita.
kata ya Ruduga. Because sijampongeza. Sasa huyu ni mheshimiwa diwani kata ya Ruduga, lakini ndio chifu wa chuo hiki. Hongera sana. Hongera sana. Na ni mwinjilisti. Asante. Sasa msaidizi mkuu wa mheshimiwa, kwa hiyo saizi sio mratimishaji, ingawa ndio kulia ratibu jambo hili. Sasa tutakupa upumziko. Mpendwa mgeni rasmi, kwa kweli kuna nafasi baadaye ya kujitambulisha na kusema vizuri, lakini kwa nafasi hii niombe ulioongozana naye ajitambulishe, na kitaka kukutambulisha na wewe vizuri zaidi, lakini wewe mheshimiwa mgeni rasmi, wewe una nafasi yako. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni na kazi ya Bwana. Kwa majina naitwa Bella John, ni mtumishi wa ofisi ya mkuu wa wilaya, nimeambatana na mgeni rasmi. Asante. Asante sana, karibu sana. Mtumishi, sasa watumishi wengine tutawapata toka wapi? Baada ya taratibu za kuingia serikalini. Mpaka hapa nadhani hakuna niliyemsahau. Yupo niliyemsahau tafadhali? Basi wote ni kwa makundi, na hivi nimejitahidi. Na mimi huwa najisahau mwenyewe, na ninaitwa Geoffrey Godfrey Kigodelo, ndio mkurugenzi wa kituo cha elimu Everett. Asante sana. Karibu. Asante. Makofi mengi, makofi mengi. Asante sana, asante sana. Asante sana. Samahani msidi, kuna madhehebu jirani tuliwaalika wenzetu. Alafu sasa simuone mchungaji Paxson yupo. Yupo. Kakaangu sasa, huyu ni kakaangu. Ananifahamu tangia nilipoanza darasa la kwanza. Samahani kaka, nilikuwa nimekusahau. Asante sana. Ananifahamu vizuri na familia yetu kwa ujumla anaifahamu vizuri. Tunashukuru sana kwa kufika. Karibu sana. Asante. Basi tupokee utambulisho huo kwa mazito matatu. Sasa nao mengi. Maana vigelegele vimekuwa vichache kweli, imekuwa adimu sana mahali hapa. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana, asante sana. Asante sana kwa utambulisho huo. Sasa nafuata baada hapo wahitimu watasoma risala. Hebu wainue kwa wimbo Kishindo Kizito. Si kizito, si kidogo. Cha wakoma. Haya. Sasa mnasimama hapa mnaanza takudua hapa. Safari tamaliza, tamati
nasi tumefika, hatuna budi kweli. Waenda wapi ewe msafiri? Saa ya safari imeshawadia. Waenda wapi ewe msafiri? Saa ya safari imeshawadia. Haya tuondoke, tuondoke, tuondoke. Chuo cha Kilutheri cha mafunzo ya ufundi Ilembula, CLP 22 Ilembula, Njombe. Risala ya mahafali ya chuo mwaka 2025. Utangulizi. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema niliyopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Warumi 12 mstari wa 6. Ndugu mgeni rasmi, walimu na wanachuo wenzetu, wazazi, wageni waalikwa, mabibi na bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya wanachuo wa mwaka wa 3, tunayo heshima na furaha kubwa kukukaribisha kushiriki pamoja nasi katika siku hii muhimu na kufikia mafanikio mbalimbali katika kipindi chote cha masomo hapa chuoni. Shukrani zetu za pekee tunatoa kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia kufika siku hii ya leo, bila kuwasahau walimu wetu kwa jinsi walivyojitoa kwa moyo kutufundisha elimu darasani pamoja na elimu dunia. Tumefundishwa vyema kwa sababu tuko tofauti sana na tulipofika mwaka 2023. Pia tunawashukuru wazazi na walezi wetu waliokuwa pamoja nasi kufanikisha masomo yetu kwa hali na mali. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu wa leo, tulianza mwaka wa kwanza tukiwa wanachuo 10 darasani kwetu, wavulana 10. Pia hatukubahatika kuwa na wasichana, licha ya kwamba wengine wameshindwa kuhitimu siku ya leo kutokana na sababu mbalimbali za utovu wa nidhamu. Nasi tunamshukuru Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya leo tukiwa wahitimu 7. Ndugu mgeni rasmi, elimu hii ya chuo imetupatia msingi mzuri katika masomo yetu ya darasani na masomo mbalimbali ya fani kama vile uchomeleaji, ufundi magari, useremala, umeme, kompyuta, udereva, ujasiriamali na malezi ya kiroho. Mafunzo hayo yote yametujengea uwezo mkubwa wa kujitambua, kufikiri na kufanya kazi vizuri na maamuzi sahihi. Pia yametuwezesha sisi wanachuo kupata ujuzi wa mambo mbalimbali. Kupitia hayo masomo tuliyofundishwa hapa chuoni, tunaweza kutengeneza magari na samani mbalimbali kama vile viti, meza, vitanda, makabati, vigai, mageti na madirisha. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuanzisha mashamba ya chuo na bustani ya mboga mboga ili kupunguza changamoto ya chakula chuoni. Mafanikio hayo yamepatikana kwa sababu ya ushirikiano mzuri kati yetu na walimu tangu tuliunge na chuo hiki tukiwa mwaka wa kwanza mpaka mwaka huu wa 3. Tumefanya majaribio na mitihani ya mara kwa mara. Pia tunaendelea kufanya mitihani ya VETA taifa. Jambo hili litatusaidia kuinua taaluma yetu. Tunawashukuru walimu wetu kwa kazi kubwa mlioifanya. Tunawaahidi tutakiwakilisha chuo chetu kwa kufanya kazi vizuri na kujituma huko tuendako ili kuifanya nchi ya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi,
Licha ya kuwa na mafanikio hayo yote, tunakumbana na changamoto zifuatazo. Namba 1, kukosa ukumbi maalum kwa ajili ya chakula. Namba 2, ukosefu wa vifaa vya kujifunzia kwa vitendo hasa katika fani zilizopo. Namba 3, ukosefu wa vifaa vya michezo kama vile mipira na jezi. Namba 4, chuo kuwa na eneo dogo. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, changamoto kubwa inayotukumba sisi vijana tunaohitimu mafunzo ya ufundi ni mitaji ya kujiendeleza katika kazi za ufundi. Hivyo inapelekea vijana wengi kuwa mitaani na kufanya shughuli ambazo sio malengo yetu. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba utusaidie njia ya kupata mikopo wezeshi ya vijana tunaohitimu mafunzo ya ufundi ili tuweze kujiajiri huko tuendako na kujikwamua kimaisha. Mkopo tutakaopata utatusaidia kununulia mashine na vifaa mbalimbali vya ufundi, pia kujikwamua kimaisha. Ndugu mgeni rasmi, tunatumaini ya kwamba maombi yetu umeyasikia na utatekeleza haya kwa uwezo wa Mungu. Mwisho, palipo na mkusanyiko na watu hapakosi kupishana. Tunachukua nafasi hii kuomba msamaha wa dhati kutoka mioyoni mwetu kwa walimu, wanachuo wenzetu na wazazi pale tulipoenda kinyume na matazamio yenu. Tunaomba msamaha, nasi hatuna jambo lolote kwenu. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kufika katika mahafali yetu, kwani tunatambua kuwa kuna majukumu mengi ambayo umeacha kwa uwepo hapa kwa ajili yetu. Asante na Mungu akubariki. Risala hii imeandaliwa na mwaka wa 3 na kusomwa na Eliudi Godwin Mwachura. Zaidi kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6a. Ndugu mgeni rasmi, Katibu Tawala wa Wilaya ya Wanging'ombe, wageni waalikwa katika ofisi kuu KKT Dayosisi ya Kusini, ofisi ya Maili, wachungaji wa sharika mbalimbali, wainjilisti wa mitaa mbalimbali, wageni wa serikali, taasisi mbalimbali, wahitimu na wanafunzi wanaoendelea, pamoja na wageni wote waalikwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema hata kufikisha siku hii ya leo tunapohitimisha mafunzo ya wanafunzi wa mwaka wa 3 tukiwa salama na wenye nguvu. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya chuo kumkaribisha ugeni rasmi. Wageni wote waalikwa, kipekee wahitimu wetu wa leo, karibu sana. Historia ya chuo. Chuo cha ufundi stadi cha Kilutheri Ilembula ILVTC na shule ya mafunzo ya udereva Ilembula Lutheran Driving School vinamilikiwa na majimbo mawili ya KKT Dayosisi ya Kusini, ambayo ni jimbo la Makambako na jimbo la Ilembula kwa ufupisho wa Maili. Chuo cha ufundi stadi kilianza mwaka 2004 hadi sasa, na shule ya udereva ilianza mwaka 2017 hadi sasa. Mafunzo yanayoendeshwa kwa sasa ni katika mgawanyiko ufuatao. 1. Mafunzo ya muda mfupi. Udereva wa vyombo vya moto, pikipiki, siku 7 hadi 14. Magari, siku 30. B. Mafunzo ya kompyuta, miezi 3. 2. Mafunzo ya muda mrefu, miaka 3. 1. Mafunzo ya ufundi magari. 2. Mafunzo ya uundaji na uchomeleaji vyuma. 3. Umeme wa majumbani na viwandani. Na 4. Mafunzo ya useremala. Sambamba na mafunzo ya ufundi, wanafunzi wanajifunza masomo yafuatayo: mathematics, engineering, science, technical drawing, English, life skills, computer application, entrepreneurship na dini. Mafunzo yanayotolewa chuoni yanamwezesha mhitimu katika mambo yafuatayo:
yake, kujitambua nafasi yake na umuhimu wake katika familia, jamii na taifa kwa ujumla wake, kumjengea uwezo wa kujitegemea kwenye soko la ajira. 3, kumwezesha kukuza uchumi kupitia huduma za kiufundi na usambazaji bidhaa mbalimbali ili kupambana na umaskini. Taarifa fupi ya wahitimu. Ndugu mgeni rasmi, wageni wote waalikwa mbele yenu ni wahitimu wa mwaka wa 3 wapatao 7. Wote ni wavulana, walianza wanafunzi 10 mwaka 2023, wote wavulana, na walioshindwa kuhitimu ni 3. Wanafunzi 3 walioshindwa kuhitimu mafunzo ulisababishwa na mambo yafuatayo: 1, utovu wa nidhamu; 2, uwezo mdogo wa kumudu mafunzo; 3, uchumi kidogo wa wazazi kushindwa kulipia gharama za mafunzo, yani ada. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi mbele yako hawapo, kwani muda wao wa mafunzo ulishakamilika. Jumla ya wahitimu ndani ya mwaka 2025 kwa fani zote ni kama ifuatavyo: 1, kozi ndefu ni wahitimu 7; 2, udereva ni wahitimu 28, wavulana 21 na wasichana 7; kompyuta 29, wavulana 6 na wasichana 23, na kuleta jumla ya 57. Chuo kinatarajia kuongeza idadi ya wanafunzi mwakani 2026. Chuo kinatarajia kuongeza idadi ya wanafunzi mwakani 2026. Wanafunzi wanaobaki kwa kozi ndefu ni mwaka wa kwanza na mwaka wa pili wapatao 53, wasichana 6 na wavulana 47. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, chuo kimefanikiwa katika mambo mbalimbali. Baadhi ya mafanikio ni kama ifuatavyo: 1, taaluma. Chuo kinaendelea kutoa mafunzo ya ufundi yanayomwezesha mhitimu aweze kujitegemea kwa lengo la kujipatia kipato, kilenga ajira binafsi. Sambamba na mafunzo ya ufundi, wahitimu wamepata stadi za kutosha katika masomo yafuatayo: 1, elimu ya ujasiriamali ambayo ni entrepreneurship; 2, elimu ya stadi za maisha, yani life skills; 2, miundombinu. Chuo kina maji ya uhakika kupitia kisima chenye urefu wa takriban mita 180, lakini yapo maji ya serikali kupitia mradi wa Wangiwasa ambayo husaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa maji. 2, umeme wa gridi ya taifa ambao ukiwezesha chuo kufanya kazi mbalimbali za uzalishaji na huduma nyinginezo zinazotegemea nishati hii. 3, chuo kina madarasa na karakana kwa ajili ya mafunzo hata kama nyongeza ya majengo mapya inahitajika. 4, kuna bweni la wavulana na bweni la wasichana jirani na eneo la chuo. 5, mwaka 2025 tumefanikiwa kuanzisha fani ya umeme wa majumba na viwanda, vile fani ya useremala. Mpango kazi 2026-2027: 1, kumalizia ujenzi wa madarasa 3; 2, kuanzisha fani ya ushonaji; 3, kuendeleza uboreshaji wa mafunzo na uzalishaji. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Chuo na taaluma ya ufundi inakabiliwa na mambo yafuatayo: 1, uhaba wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kwa fani zilizopo. Chuo kinaendelea na taratibu za kutatua tatizo hili hata kama nguvu za ziada zinatakiwa. 2, tunaomba serikali kuviangalia kipekee vyuo binafsi juu ya masuala ya kodi mbalimbali, kwa mfano VAT, kodi ya biashara na kadhalika. 3, tunaiomba serikali kutafuta namna ya kuvichangia vyuo binafsi kwenye gharama za uendeshaji ili vijana wengi wapate nafasi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi. Vijana wengi wanahitimu elimu ya sekondari, miongoni mwao ni wachache sana wanaoendelea na vyuo mbalimbali, lakini wapo vijana wengi mtaani hawana taaluma yoyote inayoweza kuwasaidia kupambana na maisha. Shukrani.
Tunashukuru uongozi wa KKKT Dayosisi ya Kusini Maili kwa kuendelea kusimamia na kutoa ushauri wa shughuli mbalimbali za chuo. Tunazishukuru sharika za Ujerumani kwa umoja wao unaoitwa MESE, taasisi binafsi kwa kuendelea kukisaidia chuo kwa kufadhili wanafunzi pamoja na michango yao mbalimbali kwa ajili ya uendeshaji wa chuo. Tunazishukuru sharika ndani ya Maili ambazo ni kiunganishi kwa ajili ya vijana kupata ufadhili wa kusomeshwa na sharika za Ujerumani. Tunawapongeza wahitimu wa leo kwa uvumilivu na nidhamu mlioonyesha tangu mwaka 2023 mlipofika ILVTC. Mungu awatangulie katika maisha yenu, mkawe na mafanikio mema. Kumbukeni kumtanguliza Mungu katika kazi zenu za kila siku. Muweni na kusala mwapo na wateja, lakini kumbukeni ufundi ni kujifunza kila siku. Tunaishukuru serikali kwa kuanzisha mfumo mpya wa uombaji kazi uitwayo NEST. Sisi kama chuo unatusaidia kupata kazi mbalimbali, kwani hauna upendeleo kama ilivyokuwa mwanzo. Tunawashukuru wageni wote waalikwa kwa kukubali mwaliko wetu na kujumuika nasi katika tukio hili. Kwa moyo wa dhati tunashukuru mgeni rasmi kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika mahafali ya leo ya 18 tangu chuo kianze kuendesha mafunzo. Tunaomba uweze kutoa nasaha zako na kuwakabidhi vyeti mbalimbali wahitimu wetu. Mungu akubariki na kukutia nguvu katika kazi hii kubwa. Mwisho, tunawatakia safari njema wakati mrudipo nyumbani, na Mungu awatangulie na awalinde. Kwa heshima nawasilisha kwa niaba ya chuo. Tumie nafasi hii kama miongoni mwa wazazi, sisi ambao vijana wetu wamekuwa wakija hapa. Mimi natoka usharika wa Igongoro, nimeleta hapa vijana na hata sasa nina kijana na nivunia nao tena wanafunzi wengine madarasa yanayobaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nimeona huyo ndugu yangu MC, nisije kama nimechoka nije kama nafanya zoezi, kwa sababu moyoni unasema na furaha. Wapendwa, mimi nimefika hapa, naomba radhi kwa jimbo nimechelewa kidogo kwa sababu sizozuilika, lakini nimesikia sana mahubiri. Nimefaidi mafundisho ya mahubiri ambayo katika hayo yamekuwa yakiwaimarisha vijana, sio tu wanaotoka, hata wanaoendelea, na tumepata faida hata sisi wengine. Barikiwa sana. Lakini nimeendelea hivyo, macho yangu yameona mambo makubwa, miundombinu ya umeme, kompyuta na hata vile meza. Leo nimeona meza ambayo ukichota mboga ukitaka kuchukua kidari kilichopo unazungusha tu alafu inakuja. Leo tumezoea kusimama uende hivi usote hivi, leo nimeona leo. Lakini pia tumeona vitu vingi hata huko kwenye kompyuta na video. Tumesikia risala, hiyo risala ya kwanza na ya pili, na mimi nitakusema karibu kila aliyesema amesema maneno haya ambayo nafikiri itakuwa kama narudia, lakini na mimi ninamaanisha kama mzazi. Tunamshukuru Mungu sana kwa namna alivyotuwezesha kutupa maono
ya kuwa na chuo, lakini mtaala unaoendelea ambao kwa namna moja au nyingine vijana wetu wananufaika, familia tunanufaika, taifa tunanufaika. Bwana Yesu asifiwe. Nitumie nafasi ya pili kuwashukuru sana wenzetu mnaosimamia shule, ngazi ya mkurugenzi, ngazi ya walimu. Mwalimu wangu atakuwa anafahamu, wakati fulani nilikosa amani sana. Kila tulipojitahidi kuleta vijana hapa, vijana wetu walirudi, alafu wanarudi bila taarifa makuta wote. Wewe wa mkuu wa chuo utakuwa shahidi wa mimi, siku hizi hatuna ugomvi ule. Vijana wetu wanafika na baadaye watapata wanahitimu. Tunao vijana waliohitimu, wewe unataka yule sana ambaye sasa anafundisha kule makababu. Tunaendelea kuchukua na mwingine. Mimi nitumie nafasi hii tena kama mzazi nishukuru sana uongozi wa dayosisi kwa kutuwezesha kuwa na chuo hiki mahali ambapo sasa kwa dunia tulionayo, kwa kweli kuwa na ufundi ni dhana muhimu kwa maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tulumba Chaula, ni fundi kushona. Ofisi yangu iko pale Sheri kwa chini. Karibuni sana. Pia Mungu ameniinua, nimekuwa ni diwani viti maalum. Kina mama kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanakwaya pia. Ndio, barikiwa sana. Asante sana. Wanakwaya kanisa la Kidinga. Asante. Injilisti anajivunia. Basi kwa nafasi hii, kwa heshima na taadhima, nikukaribishe sasa ni Mheshimiwa Diwani mwenyeji, angalau tupate nasaha zako. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu kwa ujumla, lakini pia na wageni wote waalikwa, na wasalimu kwa jina la Bwana. Naitwa Mwinjilisti Benoni Kilagwa, lakini pia ni diwani wa kata ya Ruga. Ninayo heshima kubwa kufurahi na madiwani wenzangu, viongozi wa serikali ambao tumekuja hapa, lakini pia na viongozi wa kanisa na wageni wengine. Kwa niaba yangu na wenzangu madiwani, tunaye makamu mwenyekiti wa baraza la madiwani halmashauri ya Wanging'ombe. Yaliyo mengi atayasema yeye. Nikukaribishe makamu mwenyekiti uweze kusema na kutoa salamu zile ambazo tunazo za umoja wetu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini pia dada yangu afisa utumishi kutoka ofisi ya DC, lakini pia mkurugenzi wa vyuo hivi viwili kama Kileleo, lakini pia mkuu wa jimbo kwenye jimbo letu la Ilemela. Umeingizwa juzi kazini, kwa kubariki sana. Lakini pia naweza nikatumia lugha kwamba mratibu elimu ya dayosisi, lakini pia mkuu wa chuo, lakini pia kaka yangu hapa mzazi na dayosisi, lakini pia waheshimiwa madiwani wenzangu na wachungaji wote pamoja na wazazi wa watoto hawa na wageni wengine waalikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Oliver Hezron Miale, maarufu jina la Ngavanga. Ni diwani wa kata hii ya Ilemela, lakini pia ndo mwenyekiti msaidizi kwa maana ya makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Wanging'ombe kwa niaba ya mwenyekiti wangu Agneta Mpangile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, mimi kimsingi nataka niseme nawashukuru sana. Nawashukuru watumishi wote, lakini pia nawashukuru wanafunzi wetu kwa kuhitimu. Na sisi tumepita maeneo hayo yote ambayo mweza kutuonyesha. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Hapa pana kazi kubwa. Tunaenda kuzalisha kizazi kipya ambacho kinaenda kujiajiri kwa fani zao mbalimbali ambazo kujifunza hapa. Na sisi kama viongozi wa wananchi nataka tuwathibitishie kwamba tutakuwa ni mabango yenu kwenda kuwatangazia chuo hiki.
kufanya hiyo kazi, lakini pia tutahakikisha kama wawakilishi wenu, kuna maombi mengi mwomba kwa mgeni rasmi. Tunafahamu kuna vikundi vya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwenye halmashauri. Pili, pale ambapo mtakuwa mmekidhi vigezo vya kuomba sifa, na sisi tutabeba nafasi hizo kwenda kuwatetea kwenye vikao vyetu. Waheshimiwa madiwani wenzangu, lakini pia wachungaji wote, sitakuwa na maneno mengi sana. Ninajua mgeni rasmi ni bosi wangu kutoka ofisi ya DC, lazima niheshimu hayo. Naomba mengi atasema yeye. Sisi kama viongozi tuseme tumekuja kujumuika pamoja na nyinyi kufanya ibada ya leo. Naomba Mungu aendelee kututangulia na kutuongoza katika ibada zote za safari yetu katika maisha yetu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Anania Mpogoro, Eliudi Godwin Mwachura, Jiandae Israel Zedekia Ngata, Jiandae France Abbas Wihala, Jiandae Hakim Elisha Mtuya, Jiandae Jafari Elam Mkongwa, vinavyofuata ni vyeti vya pongezi. Ya Jafari Elam Mkongwa, kazi ni Amelie Anania Mpogoro, kazi tena Israeli Zedekia Ngata, taaluma ni Eliudi Godwin Mwachura, asante. Vifuatavyo hivi ni vyeti vya UKWATA. Amelie Anania Mpogoro, Jiandae Hakim Elisha Mtuya, Jiandae Kulwa Mustafa Madumba, anayefuata ni Jafari Elam Mkongwa, atakaye
Atakayefuata ni Eliudi Godwin Mwachura. Atakayefuata ni France Abbas Wihala. Anayefuata ni Israeli Zedekia Ngata. Mgeni rasmi, zoezi tumemaliza. Awali ya yote, napenda nitambue uwepo wa mkuu wa jimbo, mkuu wa chuo pamoja na makamu wa chuo, mratibu, waheshimiwa madiwani, wawakilishi kutoka katika taasisi mbalimbali, wajumbe wa bodi, wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, wanafunzi, wazazi ama walezi, bila kuwasahau wanakwaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanakondoo ameshinda. Asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kipakio, naomba nijielekeze moja kwa moja kwa kujitambulisha. Na kabla sijajitambulisha, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, kwa kutujalia ya uzima, afya na kuweza kutufikisha katika mazingira haya, tukaweza kukutana katika hili jambo siku hii ya leo. Kipekee kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, moja kwa moja naomba nijitambulishe. Kwa majina naitwa Selemani Kingu, ni afisa tawala ofisi ya mkuu wa wilaya. Na kiitifaki na kimsingi kwa siku ya leo, alikuwa amealikwa katika shughuli hii kwa kuja kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu kabisa, alikuwa ni katibu tawala wilaya ya Wanging'ombe, Bi Veronica Gerard. Lakini kulingana na mwingiliano wa majukumu, kwa bahati mbaya hajaweza kufika hapa. Lakini kwa uzito wa tukio, hakutaka tukio hili lipite bila uwepo wa mwakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Hivyo nipo hapa siku ya leo kumwakilisha katibu tawala wilaya ya Wanging'ombe. Na sambamba na hilo, nitumie nafasi hii vile vile kumshukuru bosi wangu ambaye ni katibu tawala wilaya kwa kuniamini kwamba naweza nikamwakilisha katika jambo hili na naweza nikafiti viatu vyake. Namshukuru sana. Baada ya kusema hayo, naomba nijielekeze moja kwa moja katika hotuba yangu. Na hotuba yangu haitakuwa ndefu sana. Itakuwa na mambo matatu yakizidi sana manne. Na moja kwa moja, jambo la kwanza, napenda nitumie nafasi hii kuwapongeza vijana wenzangu kwa hatua waliofikia siku hii ya leo. Kama mko mnafuatilia vizuri kwenye risala, walioanza wakiwa wengi, lakini wamehitimu 7 peke yake. Kwa maana hiyo, kuna jitihada walikuwa wamezielekeza kuhakikisha wanafikia mwisho. Nawapongeza sana. Baada ya kuwapongeza wahitimu, naomba nijielekeze pia kuwapongeza walimu waliokuwa wanafundisha hao wanafunzi. Walijitoa kwa muda wao, kwa maarifa yao,
kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapata kila. Wakati amenyanuliwa mratibu, kuna jambo alilizungumza ambalo ni la kitaaluma, na mratibu jambo hilo hajalibua yeye. Naamini lilianzia kwa mkurugenzi, kwenye bodi ile ya wakurugenzi, kwa wakuu wa vyuo, hata kufikia kwenye hilo jambo. Jambo lenyewe ni utaratibu wa hizi diocese kuanzisha mfumo wa elimu ya amali. Kwa ufupi kabisa, ndugu wageni waalikwa, pamoja na wananchi wote ambao mmehudhuria katika mahafali haya, elimu ya amali ni elimu ya ufundi. Sio elimu ile ambayo unakuwa unasoma notes peke yake. Hii ni elimu ambayo unajifunza kitu ambacho kitoka shuleni unaenda kufanya moja kwa moja, na hii inapunguza watu wengi au wanafunzi wengi baada ya kuhitimu kukosa sehemu ya kwenda, kwa kuwa tayari ana maarifa, anakuwa ameshajitegemea, anaweza akafanya jambo ambalo jamii inalihitaji. Kwa maana mmoja ama nyingine atafanya jambo ambalo ataiuzia jamii. Akishaiuzia jamii anapata kipato. Kwa hiyo kipekee kabisa na kupongeza mkurugenzi pamoja na uongozi wote wa hizi diocese kwa hilo jambo. Labda kwa kuongezea zaidi kwenye suala la elimu ya amali, ili wazazi na wananchi wote ambao wamehudhuria hapa siku ya leo waweze kunielewa, ni kwamba hapo nyuma ili jambo la kuanzisha elimu za amali kuanzia shule ya msingi, kwa kipindi cha nyuma elimu ya ufundi ilikuwa inapatikana sana, lakini baadaye kaja kama nikapotea. Naona kwa sasa serikali imeanza kulirudisha. Nachukulia mfano hapa, mimi mwenyewe sikubahatika kusoma hiyo elimu ya amali, lakini baada ya kulisikia ile jambo amenielezea ndugu yangu hapa, ni jambo la muhimu sana. Naomba nitoe elimu kwa ufupi sana. Mfano, mimi nimeanza darasa la kwanza mpaka la 7.